kuzimu ni wapi? Kuzimu Kigiriki wao wanazungumza ni Hades, lakini Waibrania wao wanaita Sheol, ni sehemu ya kusubiri wafu. Kwa hiyo hata ukisoma katika Matendo 2:27 anasema utaiacha roho yangu kuzimu. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni ya chini iliyochimbwa. Sasa sehemu iliyochimbwa yoyote inaitwa kuzimu. Sasa mfano nikupe, hata shimo la taka la choo la kwako nyumbani, mara nyingi angalia vitendo vinavyotokea kwenye shimo lile choo unapokwenda. Wengi ndipo wanapopata matatizo maeneo haya. Angalia mashimo marefu. Sasa kuna malango ya kuzimu. Unaweza kuniambia hapa kwenye lango la kuzimu ni wapi? Labda Tanzania na au sehemu nyingine. Ngoja nikupe mfano mpendwa. Eneo ambalo linasumbua ni eneo la Bermuda Triangle ambalo lenyewe liko katika bahari ya Atlantic. Lenyewe ile eneo likipita meli pale inaanguka. Hata ndege ikipita juu lazima kuna nguvu ambayo inavuta. Ile eneo liko karibu na mashariki. Lile ni lango la kuzimu pale. Lakini maeneo mengine ya malango ya kuzimu katika milima zile za volcano zinazolipuka zile, yale pia ni malango. Ndio maana waangalie watu wengi wanakwenda kufanya ibada katika maeneo ambayo zile lava zile zimetulia za milipuko. Mlima Kilimanjaro pale, yale ni malango. Baharini, yale ni malango ya kuingia kuzimu. Sasa kuna watu ambao wali experience kuzimu. Yesu yeye mwenyewe alizungumza pale katika Mathayo 12:40. Anasema kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, Kiswahili hiyo, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokulwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Anakoti lile andiko la Yona kule. Yeye aliingia wakati yuko kwenye tumbo la samaki, alipelekwa mpaka kwenye vilindi vya maji ambayo ni moyo wa nchi. Kwa hiyo ali experience kuzimu Yona. Kasome Yona 2 utapata hiyo habari. Yona mwenyewe, hata Yesu ali experience maeneo kama haya. Uwezi ukaenda ukarudi, haiwezekani unless kuwe na mkono wa Mungu wa kukurudisha. Kwa sababu Yona mwenyewe anahadisia pale, akaona hekalu, akasema nitatoa shukrani na kazungumza maneno mengi Yona wakati yuko kwenye tumbo la samaki. Sasa ya Kiswahili yenyewe inasema alikuwa katika tumbo la nyangumi, lakini Biblia isemi, ya Kiingereza isemi hivyo, inasema katika tumbo la samaki mkubwa, haijataja nyangumi. Sasa kwa sababu ya Kiswahili I don't know, sielewi. Kwa hiyo ni samaki mkubwa. Sasa unaweza ukaniuliza huyo samaki ni nani? Ngoja nikwambie, kuna mnyama anaitwa Leviathan kule baharini. Inawezekana hata sio huyo nyangumi, kwa sababu ya Kiingereza isemi hivyo, anasema katika tumbo la samaki, haijasema nyangumi. Ya Kiswahili ya kwetu, kwa sababu tunajua mnyama mkubwa ni nyangumi, lakini I'm telling you, nakwambia kwamba mnyama mkubwa ni Leviathan. Isaya 27:1 utasoma hiyo kuhusu Leviathan. Huyu ndio mnyama mkubwa, maanake alikuwa ndani ya samaki. Nilishazungumzia kwamba nusu mtu nusu samaki.
Hilo somo naomba unifuatilie, kama hujanifuatilia angalia video zangu zile, utakuta hiyo somo nimezungumzia kuhusu nguva. Kwa hiyo huyu ndo samaki Lewiathan aliyemmeza Yona. Kati ya viumbe vikubwa baharini ni Lewiathan, hakuna kiumbe kingine zaidi kiroho. Kwa hiyo hivi viumbe vipo kule katika Bermuda Triangle, vipo kule. Kwa hiyo Yona akapelekwa mpaka katika vilindi vya maji. Yesu yeye alienda mpaka kuzimu. Biblia inasema katika Efeso 4:9 mpaka akashuka mpaka pande za nchi, akaingia mule Yesu Kristo. Wakaonekana watu waliokufa wakati anafufuka walitoka. Maanake Yesu alikwenda kuhubiri Injili. Nami nakwambia kama hujamkubali Kristo, anza kumfuata sasa, maana yeye ndiye nguvu yetu, yeye ndio anaotufanya tuwe hai. Alikufa kwa ajili yetu msalabani. Kama umependa ujumbe wetu, tufollow, like, share na Mungu akubariki.